Assalamu alaikum, karibu katika kipindi cha leo. Ninashughulikia sehemu ya pili, onyesho la kwanza la tamthilia ya Bembea ya Maisha. Neema amemfikisha Sara mjini, kwani Sara alikuwa ameulizwa kwenda kwenye kliniki ya maradhi yaliyokuwa yakimtatiza. Basi Neema anaamua kwamba Sara apitie pale kwake ili apate chakula na pia kupumzika baada ya safari ndefu. Wawili hawa wanaposubiri chakula kiwe tayari, wanazungumza. Wanazungumza kuhusu mambo yafuatayo. Moja, wanazungumza jinsi ambavyo hali ya maisha yangekuwa magumu mwakani kutokana na mabadiliko ya hali ya anga. Wanahisi kwamba wale wanabiashara wangewapunja watu wanaoishi mjini ambao hawangekuwa wamejiandaa. Pili, wanazungumza kuhusu ahadi za uongo wazitoazo viongozi. Sara analalamika kwamba tangu utotoni viongozi waliwatolea watu wa vijijini ahadi ambazo hawakuzitimiza. Hadi sasa amekuwa mtu mzima na anahofu kuwa huenda akafa kabla hazijatimia. Tatu, Neema analalamika kuhusu hali ya maisha, hasa kwa mwanamke wa sasa. Eti mwanamke wa sasa ana majukumu mengi. Sara anamshauri kwamba alihitaji kuyashika majukumu hayo yote kwa mikono miwili. Anamuhimiza asichoke kuwahudumia watoto wake wakiwa wangali vijana. Vilevile anamueleza kwamba hayo matatizo anayoyapitia yangefikia kikomo. Neema anaeleza kuhusu chanzo cha maradhi ya Sara. Maradhi ya Sara yalitokana na fujo na vitimbi vya Yona vya mara kwa mara. Anasikitikia hali ya maradhi ya Sara, ila Sara anamliwaza kwa kumwambia, iwapo maradhi hayangewakumba, basi mengine mazito yangewakumba. Sara analinganisha maisha na bembea ambayo wakati mwingine hulika na kuwabwaga wahusika. Anayalinganisha maisha vilevile na chombo ambacho humenyana na mawimbi. Haya yote huwafanya wahusika kuwa macho.